Marko mtakatifu ile sura ya 8. Nataka nikuonyeshe namna adui anavyojua kutumia mamlaka vizuri. Wakristo tusipoweza kutumia mamlaka, shetani ataitumia, atatuonea sana. Tutapambana vita ambayo ilibidi tuwe tumemaliza mwaka 2006, ilibidi imeisha 2010, lakini tunaendelea kustruggle nayo kwa sababu ametizama koroni. We don't know, atuelewi mamlaka tulionayo zidi yake na tujui kutumia effectively. Imani yangu ya kwamba jioni ya leo na siku zinazoendelea kuna mtu atatumia mamlaka hapa, na kila adui aliyesogea mbele yako ataachia katika jina la Yesu. Yes, hatutaendelea kuonewa hivyo. Kwa nini wachawi watuonee wakati tuna mamlaka zidi yao? Kwa nini wapiga ramli watuonee wakati tuna mamlaka zidi yao? Okay. Marko sura ya 8 mstari wa 33. Marko ile sura ya 8 na ule mstari wa 33. Maandiko yanasema hivi: akageuka akawatazama wanafunzi wake, akamkemea Petro, akasema, nenda nyuma yangu Shetani, maana huyawazi yaliyo ya Mungu bali ya wanadamu. Huyu ni Yesu, Master Jesus. Yesu wakati yuko na wanafunzi wake na Petro yuko pale, Biblia imemtaja na jina hapo ya kwamba Petro, lakini angalia katika mazingira ambayo Petro alikuwa akiongea na Yesu. Yesu akarealize, akafahamu kwamba huyu anayezungumza sasa hizi sio Petro, ni Shetani. Ndio maana akamwambia, toka Shetani, kaa nyuma yangu. Si kwamba alikuwa mjua anaitwa Petro. Bwana Yesu asifiwe. Alikuwa anamjua na ni miongoni mwa wanafunzi wake ya kwamba anaitwa Petro, lakini nini kilitokea kwa Petro? Kuna roho ya kishetani, kuna roho ya adui ilimvaa Petro, akawa anaongea sio yeye. Ndivyo hata leo kuna vitu unakutana nao, kuna mtu alikuletea maneno usielewe kwamba kuna spirit iliingia ndani yake, kuna roho ya kishetani iliingia ndani yake, akaja akakuletea yale maneno, ulipoyasikia yakakuvuruga, ulipoyasikia ukaacha kuomba, ulipoyasikia ukaacha kwenda ibadani, ulipoyasikia ukaacha kuendelea kuwa mwaminifu, bila kujua kwamba kuna spirit ilimvaa yule mtu, kuna roho iliingia kwa mtu. Sasa kuna namna Yesu hapa ananifundisha kitu cha kipekee sana, ya kwamba kumbe kuna wakati hata mtu anaweza siwe yeye, ila ni roho imemvaa ndani yake, na ukaweza kurealize kwamba huyu anayezungumza saa hizi sio Busia, huyu anayezungumza saa hizi sio Mkapa, huyu anayezungumza saa hizi sio Mbugani. Kuna mtu ndani yake, kuna roho ndani yake nyingine iliyo kinyume na mapenzi. Na ukiweza kuifahamu hiyo roho, na ukiweza kuijua hiyo roho, ninakwambia kabisa kuna aina ya vita ambayo haitaweza kuishinda mbele yako, hautaweza kabisa kuanguka kwenye vita. Hiki ndicho kitu ambacho kilimsaidia Master Yesu. Hiki ndicho kitu ambacho kilimsaidia Yesu kuweza kutimiza kusudi kwenye hii dunia. Ndio maana kuweza kufeli kwenye battle yoyote, sababu alijua aina ya mamlaka inayofanya kazi, alijua aina mamlaka alionayo zidi ya uumbaji wa Mungu, alielewa. Kuna wakati ukitumia mamlaka yako vizuri, nakwambia atmosphere, ulimwengu wa roho utarespondi, utaelewa kabisa ya kwamba okay, kuna dada yuko Nyegezi, kuna dada, kuna mama yuko kwenye hii familia yake inachofanya ifanikiwe, watoto wake wanafanya wanamna mpaka wanafika wanafanikiwa, ni kuna namna huyu mama anasimama kwenye nafasi, akitumia mamlaka yake vizuri kama mzazi, akitumia mamlaka yake vizuri kama baba, akitumia mamlaka yake vizuri kama kaka, akitumia mamlaka yake vizuri kama mchungaji. Ndio maana vitu vinaendelea, sababu kuna namna tayari ya mamlaka amepata kuelewa na kuweza kutoa, na uwe miongoni mwao katika jina la Yesu. Yes. Kuna aina ya vita Mungu alitamani kumaliza nafsi, lakini adui kuna namna kapita kaja katika namna fulani ambayo hukutegemea, akasababisha uzito kwako, akasababisha kizani kwako, ukashindwa kusimamia mamlaka vizuri, na shetani akaendelea kung'ania kwenye ile na kuendelea kubaki. Sasa katika hii aina ya mamlaka iliyokuonyesha katika mfumo mzima wa mamlaka au katika mamlaka mzima wa mamlaka, adui anachofanya kwa waombaji wengi au kwa Wakristo wengi, amebadilisha sasa mindset yao, namna ya kufahamu, namna ya kuelewa ya kwamba wana mamlaka zidi yake. Kuna wengine wakikutana na watu wenye mapepo, wanajua kazi ya kuongea mapepo na mchungaji, kazi ya kuongea mapepo na mtumishi. Kuna mwingine akikutana na uzito fulani kwenye eneo fulani, anajua kazi siwezi, mimi jambo siwezi kulifanya, siwezi kulikabili. Kwa kuna namna ambavyo adui amecheza na ufahamu wa mtu, kushindwa kutambua mamlaka alionayo zidi ya lile tukio lililotokea kwa wakati.
kwamba mapepo ni kwa ajili ya watumishi, wachungaji, wa manabii na watu wengine katika namna fulani ambao yeye amegrade, wanaweza wakaombea mapepo na yakati, ila yeye amejishusha kwamba I can't pray for them, siwezi kuombea kwa sababu haiwezi kunisikia. Okay, andiko hili Marko 16, Marko 16, nataka nikuonyeshe mamlaka iliyo ndani yako na namna ambavyo unaweza kuitumia. Don't fear them, usiogope mapepo. Una mamlaka zidi yao. Unaweza kuamuru mapepo yakakuelewa mtumishi. Mapepo si tu kwa ajili ya watumishi peke yao ya komandi, hata wewe unaweza kuyakomandi wakakuelewa. Bwana Yesu asifiwe. Marko 16 mstari ule wa 17. Marko 16 mstari wa 17. Maandiko yanaambia hivi: na ishara hizi zitafuatana na hao waaminio, kwa jina langu watatoa pepo, watasema kwa lugha. Na ishara hizi zitaambatana pamoja na wao waaminio. Wao waaminio, wao waaminio, sio watumishi, sio wachungaji, sio manabii. Once you a believer, unapokuwa tu muamini katika Kristo, unapokuwa tu tayari umempa maisha yako Kristo, basi hizi ishara ni sehemu ya maisha yako. Hizi ishara is your portion. Bwana Yesu asifiwe. Okay, ni ishara gani? Maandiko yananiambia kwa jina langu watatoa pepo, watanena kwa lugha. Hizi ni ishara za wale ambao wanaamini. Sasa ukiona umeamini alafu ukikutana na mazingira kama haya, mtu anaanguka pepo au anashika alafu ukakimbia, kuna namna bado hujajua kutumia mamlaka yako vizuri kama muumini. Once enter katika ufalme huu wa kumwamini Kristo, katika ufalme huu wa mwana wa pendo wake, amini kabisa hizi ishara ni sehemu ya maisha yako. Unayo mamlaka ya kusemesha mapepo, unayo mamlaka ya kusemesha mapepo na yakakuelewa na yakakutii. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo mamlaka iko ndani yako. Don't fear, usiogope. Kwa adui anachotafuta ni kutaka tu kukuvuruga, akuonyesha kwamba uwezi, akuonyesha hiyo kazi ni watu fulani, na akakutengenezea fikra hiyo kiasi ambacho utashindwa kuact katika utukufu na katika standard za wana wa ufalme. Bwana Yesu asifiwe. Okay, sasa tuna watu kaza wakaza, tutaendelea kesho, tupate muda wa kuomba hapa, tupate muda wa kuomba, tutaendelea kesho, ila naomba nigusie eneo hili afu tupate muda wa kuomba. Kuna watu kaza wakaza kwenye Biblia ambao Mungu aliwapa nafasi ya kimamlaka, aliwapa nafasi ya kimamlaka, lakini ile mamlaka hawalishindwa kuitumia vizuri. Ile mamlaka wakaitumia vibaya. Baada ya kuitumia vibaya, kuna namna yakatokea matokeo ambayo sio mazuri kwao, ikatokea hali ambayo sio nzuri kwao, kwa sababu ya kushindwa kuelewa na kutumia mamlaka katika uzuri na katika sura ambayo Mungu alitazamia. Mtu wa kwanza ni huyu anaitwa Sauli. Mungu alimchagua kuwa mfalme, lakini kumpa ile mamlaka kuketi kwenye ile nafasi, unaona changamoto ambayo alikuja kukutana nayo mtu, unaona shida alikuja kufanya mtu. Alipewa maelekezo na Nabii Samuel, nenda kwenye ule mji ukaangamiza. Baada ya kwenda kwenye ule mji akuangamiza kama Mungu alivyomwambia, kwa sababu ana mamlaka hiyo. Akamwacha mfalme Agagi hai, akaacha na kondoo wazuri hai. Mungu akamtokea Nabii Samuel akamwambia Samuel, najuta kumchagua Sauli kwa mfalme. Samuel anauliza, kwani shida nini Mungu? Anamwambia, tazama, nilikwambia umwambie nini Samuel? Nilikwambia umwambie nini Sauli? Tazama, ameenda vitani, amemwacha mfalme Agagi hai na ameacha kondoo wazuri. Sasa mimi nimemkataa nenda. Na ukija kuendelea kusoma maandiko utakuja kufahamu kwamba Sauli alikataliwa kwenye kile kiti aliyokuwa. Hatari sana kama mamlaka Mungu ameweka ndani yako alafu ukashindwa kuitumia vizuri kama alivyokuwa anataka kutumia. Atakuondoa, na kuondoa kwenye mamlaka utaishi maisha ya kuondoa. Utaishi mahali ambako hukusudiwa kuishi. Bwana Yesu asifiwe. Natamani tukatumia mamlaka hapa katika maeneo ambayo unaona kabisa ile eneo limenisumbua kwa muda mrefu, ile eneo nimekutana nalo vita kwa muda mrefu. Natamani ukatumia mamlaka hiyo ya kusemesha. Mimi sijui ni gani, ila ninatamani tunapoingia kwenye maombi, hebu tumia una hiyo mamlaka na hiyo vita kwenye ile eneo ikaelewa ya kumwokea. Sasa hivi aina ya sauti, sio mwombaji yule tena ambaye kwa akiomba siku zote. Leo kuna aina ya sauti ulimwengu anaoitelewa kwamba sauti inayotoka sasa ni sauti ya kimamlaka. Bwana Yesu asifiwe sana.
ikatoke sauti ya kimamlaka ambayo unaona kabisa ile eneo umepambana nalo kwa muda mrefu. I assure you, kabla ili wiki ijaisha, hizo sauti zikipatikana za kimamlaka namna hiyo, vita itayeyuka, huo kinzani utaondoka. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu asifiwe. Naomba tusimame juu sasa, tu practice. Naomba tusimame juu, tu practice, tufanye zoezi. Tufanye zoezi. Tufanye zoezi la kimamlaka. Naomba tufanye zoezi la kimamlaka. Naomba fumba macho yako kwa utulivu kabisa. Fumba macho yako kwa utulivu kabisa. Fumba macho yako kwa utulivu kabisa. Naomba nyanyua na mikono yako miwili juu. Nyanyua na hiyo mikono yako miwili juu. Na fumba macho yako katika hali ya utulivu kabisa. Fumba tu macho yako katika hali ya utulivu kabisa. Yes. Fumba macho yako katika hali ya utulivu kabisa. Natamani sasa upeleke macho yako kwenye lile eneo ambalo ulikuwa unaona kabisa umepambana nalo muda mrefu. Kwenye lile eneo ambalo unaona limekutesa kwa muda mrefu. Kwenye ile ukinzani, kwenye ile vita ambayo unaona hakika umejitahidi kwa muda mrefu, unaonekana ni ngumu kuachia ile vita. Peleka hayo macho yako kwenye ile eneo. Peleka macho yako kwenye ile eneo. Hata kama sio moja, hata kama ni mawili, hata kama ni matatu, peleka tu hapo. Ninahitaji tufanye zoezi hapa, alafu uone vitu vikitokea na Mungu akitusaidia kwenye hii wiki. Yes, peleka tu hapo. 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 Yes. Yes. Na nifatishe maneno haya sasa. Nifatishe maneno haya sasa. Sema Bwana Yesu. Bwana Yesu. Bwana Yesu, ninakushukuru. Ninakushukuru kwa mamlaka ulioweka ndani yangu. Ulimpokonya funguo yule adui ibilisi mwovu shetani, na ile funguo ukanipa mimi ile funguo ya kimamlaka ukaweka ndani yangu. Sasa Bwana, ninaitumia hii vita iliyonitesa muda mrefu, hii vita inayonifuatilia, ninayamuru kwa mamlaka ya jina la Yesu, kwa mamlaka ya jina la Yesu. Tawanyika, yeyuka, toeka. Evita, lisikie neno la Bwana. Evita, lisikie neno la Bwana. Nimepewa mamlaka, ninaitumia sasa na kuamuru evita, na kuamuru shetani, na kuamuru we shetani, pigwa kwa jina la Yesu, pigwa kwa jina la Yesu, toeka kwa moto, toeka rapashata yananta reka santa ramande. Tumia hayo mamlaka sasa, yanafanya kazi eketetei satainanta reketai manteri remantati rendabakataya, inafanya kazi, inafanya nana seketa. Ayayayaya waliozani watakuone